Naam, mwito na tuambie ni wakati wa tunatekeleza ya TBC1. Karibu sana mtazamaji popote unapotufuatilia kote duniani, na ilivyo ada ya tunatekeleza, sisi uweka hadharani masuala yote yanayohusu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka taasisi, mashirika, idara, wakala za serikali ambazo kwa nafasi ya pekee zimekasimiwa mamlaka ya kupeleka huduma kwa Watanzania. Hivi leo katika tunatekeleza tunayo nafasi adhimu ya kwenda kumulika lile lango mahususi kabisa la uchumi wa Tanzania, tunaweza kuliita hivyo. Hii ni bandari. Mwenyezi Mungu kaijalia Tanzania uga mrefu sana wa bahari, lakini mito na maziwa. Kwa leo tunakwenda kumulika yaliyomo kwenye bandari, ufanisi wa bandari zote Tanzania, na kwa nafasi hiyo tuna mwanya mzuri wa kuyamulika ya mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, yani Tanzania Ports Authority TPA, na tunaye mkurugenzi mkuu wa TPA hivi leo, Placidus Mbossa. Pasi na shaka hili jina liko linanipa shida sana leo. Mwenye nalo uko hapa. Karibu sana mkurugenzi Mbossa. Nakushukuru sana. Mambo yanakwenda vizuri bandarini? Mambo mazuri. Karibu sana katika tunatekeleza. Asante sana. Mimi ni Esero Mafuru kwa niaba ya mtangazaji mwenzangu Eshe Muhidin, tutayamulika na kuyasaidi yote yanayohusiana na bandari kwa siku ya leo. Kwanza hongereni sana bana. Jana kwenye gawio tukaona shangwe zikawa ni nyingi sana ile siku ya maokoto. Ninyi mkawa miongoni mwa wale ambao wamefanya vizuri kwa mashirika ya serikali ambayo yanatoa 15% ya mapato ghafi. Inatajwa sasa ni mwaka wa 3 mtawalia mkiongoza hivi na kuandikisha hizi rekodi. Tuanzie hapo kwenye mapato. Siri ni nini? Kwanza ni shukuru kwa hongera ambazo umetupatia. Ni kweli kwamba kwa miaka mitatu tumekuwa tukitoa mapato ambayo yamekuwa yakiongezeka, na siri kubwa ni ufanisi katika utendaji kazi wa shughuli zetu za bandari, ambapo kila mwaka tumekuwa tukiongeza ufanisi, na hiyo kwa kiasi kikubwa kimechangiwa na mabadiliko makubwa ya kiuendeshaji, lakini pia na upanuzi wa miundombinu, ununuzi wa vifaa, lakini pia na usimamizi wa utendaji kazi kwa ujumla katika mamlaka ya usimamizi wa bandari. Vyote hivyo vinapelekea kuongezeka, si kwa mapato tu peke yake ambayo yanapelekea kutoa gawio kubwa, lakini pia ufanisi huo unawezesha ukuaji wa shughuli nyingine za kiuchumi hapa nchini. Bilioni 181 na zaidi ambazo zimetolewa jana kwenye gawio. Kuna nafasi kwamba katika mwaka ujao kwenye gawio day tukashuhudia vitu vikubwa zaidi ya vya mwaka huu? Kwanza niseme tu kwamba mapato hayo yanatokana na 15% ya pato ghafi la kwetu, lakini kama ni mapato peke yake tumepata faida kubwa sana. Tumepata zaidi ya bilioni 326, lakini fedha hizo tunazirudisha katika upanuzi wa miundombinu yetu. Lakini upanuzi wa miundombinu maana yake tutaongeza ukubwa wa shughuli zetu, ambapo itapelekea pia kukua zaidi kwa mapato, na tutaongeza zaidi gawio letu tunalitoa kwa serikali. Kwa hiyo mategemeo ni kwamba katika kipindi hiki ambacho tunataka kuendelea kupanua bandari zetu, tuna miradi kadhaa ambayo tunaendelea nayo. Mategemeo tutakapokamilisha ile miradi, basi tutakuwa tuna pato kubwa sana, na pato sio kwamba mapato ya kifedha tu peke yake, lakini vile vile mapato ya kikodi, kwa sababu ikumbukwe kwamba kama ulivyosema mwanzoni, pale ni lango la kiuchumi, ambapo kwa upande wa wenzetu wa TRA ni sehemu yao, kwa upande wa ushuru wa forodha wanapokusanya sehemu kubwa ya mapato yao. Kwa hiyo tunategemea kwamba tutaongeza kwa kiwango kikubwa sana mchango wetu katika serikali unaotokana na hizi shughuli zetu, mapato haya ya kikodi, lakini na mapato yale ambayo sio ya kikodi, lakini yote hayo yanatokana na shughuli hizi za bandari. Umesema kuna shughuli, mapato mengine mnayoyapata ni kwa ajili ya upanuzi wa shughuli zetu za bandari. Tunafahamu bandari ya Mtwara pale, shughuli zikiendelea kule Tanga, namna ilivyo bandari iliyopanuliwa na kwanza kuleta ufanisi. Hebu tupitishe kwenye hizi bandari pia, namna ambavyo mtakwenda kuziongeza, na kama kuna mipango mingine ya kusaidia bandari inapotajwa Watanzania waone matokeo makubwa zaidi. Okay, nashukuru sana. Ni kweli kwamba shughuli za mamlaka ya usimamizi wa bandari zinahusisha usimamizi wa bandari zote
zilizoko mwambao wa bahari na zile zilizoko katika maziwa yetu. Na kama ulivyouliza, kwa upande wa, nikianza na bandari ya Mtwara ambayo ndio ipo kusini zaidi, bandari ile kwa sasa tumekamilisha ujenzi wa gati jipya na tumeweka mitambo ya kisasa ya kuhudumia mizigo, na kiujumla kuna ongezeko kubwa sana la mizigo tunahudumia. Bandari yenyewe tumeongeza uwezo kutoka kuhudumia tani 1.5 million mpaka tani 3 million, na tumeshaona kuna ongezeko kubwa sana la mzigo. Tunahudumia mzigo mkubwa sana wa makaa ya mawe, lakini pia kuna mzigo wa korosho na bidhaa nyingine ambazo zinapita katika bandari ile. Lakini pamoja na ujenzi ambao tumeufanya, bado kuna uhitaji mkubwa, na sasa tumeanza ujenzi wa bandari inaitwa Kisiwa Mgao. Bandari ile tunategemea itahudumia mzigo ule ambao tunauita dirty cargo, mzigo mchafu, labda simenti, makaa ya mawe na aina nyingine za mizigo. Lengo kwanza ni kutunza mazingira, lakini kuzihamisha hizi shughuli ambazo zinaweza zikaathiri watu zikae pembeni kidogo. Lakini hiyo ni kutokana na kuongezeka kwa uhitaji wa matumizi ya bandari. Lakini sio hiyo tu, tuna mipango ya kuhakikisha kwamba tunaongeza gati 3 mpya bandari ya Mtwara, na tunashirikiana na wenzetu wa TRC kuhakikisha reli ya kusini inajengwa. Inawezekana kutoka Mbamba Bay mpaka Mtwara. Inawezekana jambo ambalo lilikuwa linaongelewa kwa umbali zaidi, lakini juhudi kubwa ambayo tumeitia na kwa ushirikiano mkubwa ambao tunapewa na serikali yetu, tuna uhakika kwamba haitapita miaka miwili kabla hatujaanza kuijenga reli hiyo, lakini pia na kuongeza gati 3 katika bandari ya Mtwara. Hiyo itawezesha mikoa ya kusini, lakini na nchi za jirani ziweze kuitumia bandari ya Mtwara kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini in terms of mapato vile vile tumeongeza sana, ambapo sasa hivi bandari ya Mtwara inakusanya zaidi ya shilingi bilioni 50 kwa kipindi cha robo 3 za mwaka. Kitu ambacho hakikuwahi kutokea huko nyuma. Tulikuwa tunaishia kukusanya bilioni labda 20 kwa mwaka mzima, lakini kwa kipindi kifupi tu mabadiliko ambayo tumeyafanya, lakini vile vile kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi kutokana na sera, lakini na uwekezaji ambao unafanywa na watumiaji bandari mbalimbali, basi na shughuli zetu pia zimeongezeka. Ukija kwa bandari ya Dar es Salaam, na yenyewe hii ndo bandari yetu kubwa ambayo inahudumia zaidi ya 90% ya mizigo yetu, ambapo na penyewe kama mnavyofahamu, kwanza tumeimarisha bandari zenyewe, gati namba 1 mpaka 7, tumechimba njia kuingilia meli, lakini tumeweka mitambo, lakini pia tumewachukua operators ambao wao wana uzoefu katika masuala haya ya uendeshaji wa bandari, lakini pia wana manufaa mengine makubwa kama uhusiano wa shughuli hizi za bandari hapa na katika nchi nyingine ambazo wanazifanya, lakini uhusiano wao na makampuni ya meli, lakini vile vile hata katika masuala haya ya mifumo ya tehama wana uzoefu mkubwa sana inayotumika katika maeneo ya bandari, na wametusaidia kwa kiwango kikubwa kuongeza ule ufanisi. Lakini pia sisi wenyewe tumeanza miradi mingine katika bandari ya Dar es Salaam kuifanya. Tunategemea tumeshaanza mradi wa kujenga matenki ya kupokelea mafuta. Tutakuwa tuna kituo kikubwa sana cha kupokelea mafuta, na hii itatusaidia kupunguza muda wa meli kukaa katika bandari yetu ya Dar es Salaam, na itatusaidia kupunguza tozo zinazotozwa na meli pale ambapo inaposubiri muda mrefu katika bandari yako, wanaita demurrage charges. Lakini vile vile tunategemea kuanza ujenzi wa gati 2 mpya kabla hatujaenda kwenye ujenzi tena wa gati zaidi ya 6 katika bandari ya Dar es Salaam. Mipango yote hiyo inawezekana kutokana na mafanikio ambayo tumeyapata ndani ya muda mfupi, ambayo yanatuwezesha kuwa na rasilimali fedha za kuweza kufanya miradi hiyo. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa bandari ya Dar es Salaam na yenyewe kwa kiwango kikubwa mabadiliko haya ndani ya miaka hii mitatu yameweza kutupelekea kuwa na mafanikio katika utendaji kazi wenyewe, kuongezeka kwa shehena, lakini kupunguza muda wa kuzihudumia meli. Tukienda kwa bandari ya Tanga vile vile, katika kipindi cha miaka mitatu tumemaliza ukarabati mkubwa wa gati zetu 2 katika bandari ya Tanga, lakini tumeweka pia na mitambo ya kisasa ya kufanya shughuli za bandari, lakini tumechimba njia ya kuingilia meli, ambapo mwanzoni ilikuwa ni kwamba tunafanya kitu kinachoitwa shughuli za uendeshaji bandari nangani. Nangani ni sehemu ile ambapo meli inasimama kwenye maji. Ilikuwa kina ni kifupi kiasi kwamba meli zilikuwa haziwezi kuja kufika kwenye eneo la ardhi, lakini kwa sasa hivi baada ya kuchimba njia ile, meli zinafika katika eneo la ardhi, na
bandari na mitambo ya kisasa na imepelekea kuongezeka kwa matumizi ya bandari ya Tanga, na unaweza hilo linaweza likashuhudiwa na ukuaji wa shughuli za kiuchumi katika mkoa wa Tanga ambao unatokana na kuimarishwa kwa utendaji kazi wa bandari. Mategemeo yetu vile vile ni kuongeza gati zaidi katika bandari ya Tanga, lakini vile vile tuna eneo linaloitwa Mwambani katika bandari ya Tanga. Hilo na lenyewe tunategemea kuanza kulijenga. Ni bandari kubwa ambazo, moja kati ya bandari mbili kubwa tunazotegemea kuanza kujenga ni hiyo ya Mwambani, lakini na ile ya Bagamoyo. Hii ya Bagamoyo kama unavyofahamu ipo katika mkoa wa Pwani, na yenyewe mategemeo ni kwamba ni lazima ianze kujengwa, whether kwa kushirikisha sekta binafsi au kwa kufanya sisi wenyewe katika zile hatua za mwanzo, lakini ni lazima nenyewe tutaanza kuijenga. Hii ni kwa upande wa bandari za mwambao wa bahari, na tuseme tu kwamba haya yote tunayafanya kutokana na uhitaji mkubwa wa matumizi ya bandari. Bado tuna uhitaji mkubwa. Kila tunapoimarisha uwezo wetu wa kufanya kazi zile operations, kama kuleta operator, lakini na vile vile sisi wenyewe elimu tunawapatia watu wetu, lakini na kuongeza vifaa, imepelekea makampuni ya meli kuendelea kusukuma meli zaidi kuja katika njia ya kwetu. Ndio maana kuna kipindi utaona meli zitapungua, lakini meli zikishapungua manake haya makampuni ya meli yote yanatambua na yanaambizana kwamba sasa hivi Dar es Salaam au Tanga au Mtwara unakaa muda mfupi zaidi. Kwa hiyo wakijua unakaa muda mfupi zaidi, basi mizigo yote inakuwa rerouted kuja kwenye bandari zetu. Kwa hiyo ina maana kwamba bado tuna nafasi ya kupanua zaidi bandari zetu na kupata wateja wengi zaidi. Kwenye bandari ya Bagamoyo ambayo umesema, tunajua namna ambavyo ilikuwa miaka ya nyuma hapa ikawa na mazungumzo mengi sana, maneno mengi sana. Kuna hatua gani za mwanzo ambazo zimeanza katika kuijenga? Nyinyi mmesema mnaweza kushirikisha wadau wengine katika ujenzi wake, ama kwa kuanza ninyi wenyewe? Kuna hatua zote ambazo zimeanza katika ujenzi wake? Kwanza ni kufidia. Tunaendelea. Sehemu kubwa ya eneo la litakapojengwa bandari, fidia imekwisha kufanyika. Kwa hiyo imebakia ni maeneo machache ambayo mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ipo tayari kufidia. Ni vitu vichache tu vya kimahakama na vile vile kuangalia ule usahihi wa fidia ambavyo vinashughulikiwa kabla tujamaliza kufidia. Lakini la pili kubwa ni kuhuisha ule upembuzi yakinifu uliofanyika kipindi kile ambacho nakisema kwamba kulikuwa kuna shughuli za kutaka kuwekeza katika bandari ya Bagamoyo. Kwa hiyo mwezi huu wa 6 tunategemea kumaliza upembuzi yakinifu, yani ile feasibility study, ambayo sasa itatupelekea kuanza mazungumzo au kwenda kwenye kufanya unaita detail design ya jinsi bandari itakavyokuwa. Wanajitokeza watu mbalimbali wanaotaka kuwekeza katika bandari ya Bagamoyo. Of course hata bandari ya Dar es Salaam wengi sana, lakini bandari ya Bagamoyo pia wapo wanaonyesha nia. Lakini kutokana na uhitaji wa matumizi ya bandari kuendelea kuwa mkubwa, maelekezo ambayo tumeyapata kutoka serikalini, lakini vile vile na sisi wenyewe kwa kuona ni kwamba bandari hii sasa ni lazima ianze kujengwa. Ina issue moja kubwa sana ambayo inahitaji kuichimba bandari ile, wanasema dredging yake ni kubwa sana, lakini kwa sisi wenyewe kwa kuangalia umuhimu wake ni moja kati ya bandari ambayo itatusaidia kuingiza meli kubwa kabisa. Lakini tukumbuke kwamba bandari ya Bagamoyo nyuma yake ina eneo kubwa sana ambalo tunaweza kuweka wanaita logistic parks, lakini vile vile tunaweza tukaweka maeneo maalum ya kiuchumi ambapo yatahusisha viwanda na shughuli nyingine za special economic zones. Yes, special economic zone. Huwezi kufanya hivyo kwa urahisi katika bandari ya Dar es Salaam kwa sababu mji tayari umeshaizunguka bandari. Kwa hiyo kwa Tanga ni Mwambani, lakini kwa Dar es Salaam huku ni Bagamoyo. Kwa hiyo sisi tunaiona kama ni bandari ambayo itakuwa ndio future ya biashara ya bandari kwa hapa nchini kwetu. Kwa hiyo hiyo ndio sababu kubwa inayosema kwamba tunategemea kwamba kuanza mwaka huu wa fedha utakaoanza Julai 2025. Tumesaini hati za makubaliano MOU na kampuni mbalimbali wakiwa na malengo hayo. Tutaendelea nao kwa sababu bandari ya Bagamoyo yenyewe itakuwa na gati nyingi.
kwa wastani inaweza kuwa na gati si chini ya gati 14. Of course tutaanza kidogo kidogo kulingana na uhitaji, lakini vile vile na uwepo wa rasilimali fedha na rasilimali nyinginezo kwa ajili ya kujenga bandari, lakini tutafanya wenyewe na tutahusisha watu wengine. Kwa hiyo nafasi ipo kubwa, na hii sio tu kwa wawekezaji kutoka nje, hata Watanzania ambao watakuwa wapo tayari kwenye misuli ya kifedha pia. Misuli ya kifedha wanaweza wakajipanga kadhaa. Kuna taasisi ambazo zina fedha, wote tunategemea kwamba kuwahusisha katika, na tunapokea maombi yao katika kuwekeza katika bandari ya Bagamoyo. Na turejee kwenye bandari ya Dar es Salaam. Umetaja baadhi ya meli ambazo hivi sasa zinaingia na uharaka wake wa kutoka ili kupunguza gharama, hata kama tunaleta bidhaa Tanzania ziwe zenye bei nafuu kwa mlaji ama mtumiaji wa mwisho. Hivi sasa meli zikitia nanga pale, inamaliza muda gani mpaka kuondoka, afu maisha mengine endelee? Kwanza kutokana na uwekezaji ambao umefanyika, lakini mabadiliko ambayo tumeyafanya ya kiuendeshaji imepelekea kupungua kwa muda wa kuhudumia meli kutoka meli kukaa siku 30 mpaka siku 6. Huo ni wastani, lakini kwa meli zile za makasha sasa hivi hazisubiri, au ikisubiri sana ni masaa 12 mpaka 24. Na mwanzoni ilikuwa muda gani? Mwanzoni ilikuwa ni meli ambayo inaweza ikakaa siku 10 mpaka 15, lakini sasa hivi meli inakuja moja kwa moja inaingia. Imetokana na taratibu za kiuendeshaji. Kwa mfano kwa meli za container umeanzishwa taratibu ambao unaitwa window berthing, kwamba meli ilipo inajua kwamba tarehe 11 saa 9 jioni gati itakuwa wazi kwa ajili yangu. Kwa hiyo ile ratiba inapangwa mapema kabisa. Kwa hiyo kila meli inajua kabisa kwamba kama ipo kwenye bandari fulani inafanya shughuli yake Mombasa, basi inajua muda wa kuingia bandari ya Dar es Salaam umekaribia, ni lazima either iongeze spidi au ije haraka, inaingia moja kwa moja, inashusha mzigo na kuondoka. Hiyo inapelekea kupunguza muda wa kukaa katika bandari yetu, kwa sababu meli inatengeneza fedha inapokuwa ikitembea, wala sio kwamba ikiwa imekaa sehemu moja. Kwa hiyo anaposhusha haraka kwako, ndio kitu kinachomwezesha yeye kuondoka kwenda kuchukua mzigo mwingine. Kwa hiyo alipokuwa akikaa, wanatutoza Watanzania kitu kinachoitwa demurrage charges. Hizi demurrage charges ni zile gharama za kusubiri katika bandari yako, na unazilipa. Bandari mlikuwa mnazilipa wenyewe hizo. Utaratibu wake wa kulipa ukoje? Na hicho ndio kitu kikubwa ambacho vile tungependa Watanzania wafahamu. Wewe utakapokuwa ukiagiza gari lako, inawezekana gharama ya kununulia gari lile ni $3,000, lakini anakuambia kuna gharama za freight, labda insurance na nyinginezo. Zile za freight zinakuwa kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaongeza pia gharama za meli itaenda kusubiri katika bandari. Kwa hiyo hata kwa container, kwa mfano, kutokana na ufanisi uliofanyika, kampuni ya meli moja ya MSC wameondoa $1,000 katika waliokuwa na ichaji, ambayo ilikuwa ni kama vile ni penalty kwa ajili ya kusubiri katika bandari yetu. Na ubaya wa fedha zile hizi za demurrage zinalipwa kwa kutumia fedha za kigeni. Kwa hiyo ina maana kila Mtanzania ili uweze kupata mzigo wako ulitakiwa ulipe fedha hizo. Na fedha za kigeni unapata wapi? Utapata kwenye bureau de change, ambapo kiutaratibu mwisho wa siku fedha hizo watazipata kwenye mabenki na kutoka katika benki kuu. Lakini sisi kama nchi tunapata wapi hiyo foreign currency? Kwa kuuza korosho, kuuza kahawa, au kwa kuuza madini yetu. Kwa hiyo ile foreign currency reserve yetu inatumika kulipa makampuni ya meli. Kwa hiyo tulikuwa tuna wastani wa meli 35 hadi 40 zinasubiri. Sasa unaweza ukafikiria meli moja kwa siku inachajiwa $30,000 na meli ziko 30. Maana yake ni kwamba kwa siku tunalipa $900 kwa haya makampuni ya meli. Maana yake kwa siku 10 unalipa $900,000 na kwa mwezi maana yake ni $27,000,000. $27,000,000 ukipiga hizo hesabu. $27,000,000 ni kwamba inatoka katika akiba yetu ya fedha za kigeni kuyalipa makampuni ya meli. Kwa hiyo ufanisi wa bandari
kukosekana kwa ufanisi wa bandari kuna athari kubwa sana. Kwa hiyo nimekutajia ni athari mojawapo tu, kuna athari kubwa sana. Kwa hiyo ndio sababu kubwa TPA na serikali ikachukua hatua ambazo tumezichukua, kwamba wakati mwingine ni bora uifunge bandari yako, utumie bandari nyingine ambayo haina kusubiri meli, unaweza ukalipa fedha kuliko kutoboa mfuko kwenda kulipa hizi charges kabisa. Tuende kwenye hili swala ambalo lilileta mkanganyiko mkubwa. Maneno yakasemwa sana, mijadala ikawa ni mingi yenye kuelimisha. Nyie mlioko serikalini mkawa na upande wenu wa kutetea, na watu wengine huku wakawa hawaelewi jambo lolote. DP World wanakuja, DP World wakaingia, wakaanza kufanya kazi. Watu wakasema, bwana, bandari yetu inauzwa. Mbosa, bandari mmeuza bandari ya watu. Kama DP World wameingia, hebu tuchoree ramani ya kitu ambacho wamekuja nacho na ufanisi wa kuonekana ama wa kutajika tunaweza kutazama. Kwanza niseme bandari haijauzwa. Tuliwaambia haijauzwa na sasa hivi wanaiona haijauzwa. Kwa hiyo yote alikuwa akisema imeuzwa, inajulikana kabisa alikuwa akiwadanganya watu. Kwa hiyo ingekuwa mimi ni interest yangu, ningejiuliza sana kwa nini walikuwa wanawadanganya watu kwamba bandari imeuzwa. Kuna watu wanasema bandari kuna mkataba wa miaka 100. Tuliwaambia hakuna mkataba wa miaka 100 na bandari hakuna mkataba wa miaka 100. Lakini kilichofanyika si kwamba kilifanyika kwa mara ya kwanza sasa hivi. Sisi kama TPA ni landlord, tumewachukua wale kama tenant wanaofanya hizo operations. Ilifanyika mwaka 2000, ilikuwepo TICS. Alichokuwa kikifanya TICS ndicho hicho anachokifanya DP World, kwamba unaihusisha private sector kwa sababu wenyewe wana flexibilities zao katika utendaji kazi ambazo zinasaidia kuongeza ufanisi. Kwa hiyo kusema kwamba bandari imeuzwa sijui vitu gani, zote hizo ni porojo tu. Hakuna kitu kama hicho kwamba kuna bandari kuuzwa. Lakini inawezekana wanasema bandari imeuzwa kutokana na aina ya mkataba ambayo tunayo. Lakini hii mpaka kufikia kutoa gawio, kufikia kwamba kuhakikisha kwamba tunapunguza muda huu wa meli, tunategemea kwamba mbele tunategemea kushusha zaidi gharama, inatokana na aina ya uendeshaji ambao tunao. Aina ya mkataba unaosema kwa mtu ambaye haujui ni mkataba gani, lau kwa ufupi? Ni mkataba ambao hawa waendesha bandari anafanya zile shughuli za bandari, kupakia na kupakua mzigo na kuhifadhi, na wakati mwingine kuwakabidhi wateja, na mandate yake inaishia hapo hapo. Anachotakiwa kukifanya yeye ni kuleta mitambo ya kisasa, kuweka mifumo ya kisasa, kuajiri wafanyakazi, kulipa kodi, kuilipa mamlaka ya usimamizi wa bandari ambayo ndio imempa jukumu hilo, royalty pamoja na rento. Na vyote hivyo vinafanyika kwa kumpa mtu ambaye anaweza akatusaidia sisi kupunguza gharama za uendeshaji, kuongeza mapato yetu, kuhakikisha kwamba anaweka misingi ambayo inapelekea kodi kulipwa, lakini vile vile kuwafundisha wafanyakazi wetu kuweka hiyo mifumo ya kisasa ambayo inasomana na mifumo mingine, na vyote hivyo vinapelekea kuongeza ufanisi, na ufanisi huo ni ule kupunguza muda wa kufanya operations zenyewe, kuongeza mapato ya kikodi na yale ambayo si ya kikodi, kwamba atakapohudumia mzigo haraka kwa mwezi mmoja badala ya kuhudumia meli 60 sasa hivi anahudumia meli 100. Maana yake TRA alikuwa anakusanya fedha kwenye mzigo ambao unabebwa na meli 60 kwa mwezi, sasa hivi anakusanya kwenye mzigo unaobebwa na meli 100 kwa mwezi. Kwa hiyo inapelekea ufanisi. Lakini unapokuwa na ufanisi huu ambao unasema sasa unaletwa, pia unapelekea kukua kwa shughuli nyingine za kiuchumi. Kama ni kilimo, usafirishaji wa madini, viwanda, wanaleta mitambo ambayo inatusaidia kupakua aina ya mizigo ambayo tulikuwa wakati mwingine hatukuwa tunaweza kuipakua. Kwa hiyo uwekezaji ule sehemu kubwa umetusaidia sana kupata ufanisi ambao unapelekea kukua kwa mapato yetu, kitu ambacho tumekiona kwa miezi 11. TRA anaongeza zaidi ya trilioni 1.1 ya fedha alizokuwa akikusanya,
lakini kwa sisi wenyewe tumetoka kutumia wenyewe matumizi ya kawaida yale, kununua vifaa, kununua spare parts, kulipa wafanyakazi, kunani mafuta, kutoka trilioni 1.1 mpaka bilioni 537. Maana yake tumeweza kusave kiwango kikubwa sana cha fedha. Lakini kwetu kama TPA kusave tu kiwango cha fedha hicho au fedha hizi ambazo tumezipata pekee, bado sisi tunaona kazi yetu kubwa tuliyoifanya ni kusaidia kukuza shughuli nyingine za kiuchumi. Bandari ni kama barabara tu ya kupita. Unapoiblock, manake kama mazao ya kilimo hayawezi kusafirishwa fika sokoni, hayawezi kufika au yatafika sokoni yakiwa na bei kubwa sana ambapo huwezi kushindana. Kwa hiyo ndio niseme faida kubwa ya kuwa na waendeshaji, na sio utaratibu ambao umeanzia Tanzania. Ni utaratibu ambapo unafanywa sehemu zote. Na niseme kwa ndani, sehemu kubwa tukiwatumia sisi ni Suma JKT kwenye kufanya kazi, lakini alikuwepo Tix pale, alikuwa akifanya kazi. Kwa hiyo nikisema kwamba kuna kuuzwa kwa bandari au kwamba kelele zilikuwa za nini, sehemu kubwa huwezi kuelewa. Unajua kabisa kwamba kuna sababu nyingine zilizokuwa zikipelekea. Unadhani kwa nini kulikuwa na hiyo hofu? Uoga ulikuwa ni wa nini? Watu wanaona bandari yao inaenda hii. Sasa wanao create hofu ni wachache, kwa sababu sehemu kubwa ukiwauliza hawajui kwamba kwa nini wanasema kwamba imeuzwa, kwa sababu bandari iko pale. Lakini ndio maana nikasema kwamba inawezekana wakasema ni aina ya mkataba. Lakini mkataba ni bora kushinda ule uliokuwa mkataba wa Tix. Lakini siwezi kuingia sana kusema kwamba ilikuwa na sababu gani, lakini tunachokijua kwamba panapokuwa na kukosekana kwa ufanisi, yapo makundi yanayofaidika sana. Makundi yale yanayofaidika hayawezi kukubali kirahisi. Lakini kingine, mabadiliko yanapokuwa makubwa huwa yanawatisha watu. Inawezekana mtu katika kufanya shughuli zake anajua anapata fedha. Sasa yanapokuja mabadiliko anakuwa hana ule uhakika. Lakini sisi kama mamlaka ya usimamizi wa bandari tunajitahidi sana. Players wote, wadau wote ambao wapo katika sekta hiyo usafirishaji wanaendelea kupata fedha, lakini ni lazima tuimarishe ufanisi. Kwa sababu kukosekana kwa ufanisi maana yake unazuia kabisa ukuaji wa kiuchumi. Kwa sisi tunavyoamini kwamba kama bandari, kama tutaongeza gati za kutosha, kama tutaongeza maeneo ya kufanyia kazi, tutapunguza gharama. Inawezekana kuna mtu alikuwa anapata fedha kwa mzigo mdogo unaopita kwa sababu tu ya sehemu alipojiposition yeye. Lakini mategemeo yetu ni kwamba tutakapopanua atapata fedha kwa turnover, kwa kuongezeka kwa mzigo sana ambao unapita. Kwa hiyo tutapata manufaa wote. Yeye atapata fedha na sisi kama nchi tutasaidia kukuza uchumi wetu. Naam. Ni tunatekeleza ya TBC1. Leo tuko na mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Prasidus Mbosa, tukiumulika ufanisi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania kwa bandari zote na kila ambacho kimo kwenye ufanisi huo baada ya marekebisho makubwa, yakiwemo masuala ambayo yanahusisha sera, lakini miundombinu na vifaa, na kuita wadau wengine walete ufanisi katika bandari yetu. Na wenyewe TPA wanasema mambo ndo yanaanza sasa, kwa sababu gawio la mwaka huu wameonekana wako nafasi ya kwanza na kwa miaka mitatu wamekuwa wakifanya hayo. Tunaendeleza hapa mazungumzo yetu. Mbosa, kwenye hilo la DP World, kwa tunaweza kusema kwamba ile hofu ya Watanzania au baadhi ya Watanzania iliyokuwepo inapaswa kuwa sasa ni faraja kwa kile ambacho kinaonekana kutoka mdomoni mwako. Kabisa. Niseme tu kwamba inaweza sasa hivi ikawa ni hoja baadhi ya watu ambao wanakosa hoja kwenye mambo yao labda ya kisiasa, au mtu ambaye ukweli kauona, lakini kwa sababu alikuwa na position ambayo inaupinga ule ukweli, basi akawa anashindwa. Kwa sababu kuna watu wengine wanashindwa kuyageuza maneno yao. Walichokisema mwanzoni sasa hivi ni aibu kwamba kugeuza, lakini tusingependa ionekane kama ni aibu. Sisi tunachochukulia ni kwamba hawakuwa wakijua, kwa ujumla wao wote hawakuwa wakijua ambacho tulikuwa tunakifanya, lakini sisi mategemeo yetu ni kwamba tulichokifanya, mafanikio tunayoyapata yanaondoa hofu zao zote, na sasa wanafahamu, na kidogo kidogo tutaendelea kuboresha, kwa sababu
kwa hatua ambayo tumefikia labda ni 30% au 25% tu ya mafanikio ambayo tunayategemea. Bado kuna nafasi kubwa, mafanikio makubwa sana yanakuja. Na niseme tu kwamba hii vile vile inatusaidia sisi sasa, badala ya kufanya hizi operations tunajihusisha zaidi kwenye kupanua hizi bandari, kujenga gati zaidi, kuweka mitambo zaidi, lakini na kutafuta watu wengine ambao wa ndani na wa nje ambao watakuwa wako tayari kufanya shughuli hizi za kibandari au shughuli hizi zinazohusiana na shughuli za kibandari. Kuna hofu nyingine ambayo ilikuja baada ya DP World kuja, ikawa ni hofu ya wafanyakazi, kwamba kuna wafanyakazi hapa sasa mfumo utawatema, utawaphase out na hawatakuwa na mahali pa kwenda. Hebu tuweke sawa hapa pia. Wafanyakazi walikuwepo kabla ya DP World walikwenda wapi na maslahi yao yakoje? Tuweke sawa hapa. Kipindi kile tulikuwa tukitoa maelezo, tulizunguka tukitoa maelezo kwamba hakuna mfanyakazi atakayepoteza kazi kwa sababu ya kuingia mwendeshaji. Kwa sababu shughuli ni zile zile, shughuli zipo na atahitaji tu wafanyakazi. Na katika kutekeleza hakuna mfanyakazi alipoteza kazi. Tulitoa nafasi kwa wafanyakazi wetu. Anayetaka kuhamia DP World au kwa operator yoyote anaweza kwenda, anayetaka kubaki anaweza kubaki. Wapo wafanyakazi ambao wamehamia DP World wanaendelea na kazi na wameboresha maslahi, wana mishahara mikubwa kushinda mishahara kwetu. Na wapo wafanyakazi ambao walichagua kubaki. Wapo tunaendelea nao kwa sababu bado tunafanya shughuli za kibandari, bado tunapanua na bado tunahitaji wafanyakazi zaidi. Tutakapomaliza kutengeneza mradi wa Farmtech, mradi ni karibia bilioni 600, tutahitaji wafanyakazi. Tutakapomaliza kujenga eneo la Kurasini, tutahitaji wafanyakazi. Tunamaliza bandari ya Kisiwa Mgao, tunahitaji wafanyakazi. Tunajenga bandari ya Mbamba Bay, tunahitaji wafanyakazi. Kemondo Bukoba, Kemondo tunahitaji wafanyakazi. Bukoba tunahitaji wafanyakazi. Mwanza North tunahitaji wafanyakazi. Mwanza South tunaanza operation za Ihungu, tunahitaji wafanyakazi. Tumeanza kuoperate katika bandari ya Kwala, kote tunahitaji wafanyakazi. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba tutaajiri zaidi. Na wala sio kwamba kuna mtu anaweza akapoteza kazi kama amefanya vitu vingine, lakini labda ana makosa na vitu vingine, aendi kazini afanye vitu namna hiyo. Hiyo ni vitu vya kawaida, anaweza akapoteza kazi, lakini hakuna mtu anaweza ambaye amepoteza kazi. Hakuna mtu aliyetemwa. Hapana, hakuna mtu aliyetemwa. Yale alikuwa, narudia tena, yale alikuwa ni maneno. Ilikuwa kuna haja ya kuiweka ile hofu kwa watu, lakini tunazidi kuwathibitishia kwamba yale alikuwa ni maneno tu. Ndio. Naam, kwa namna Mwenyezi Mungu alivyotupatia ardhi ya Tanzania, akatupa na zawadi nyingi zilizomo ndani, mibaraka yake ikiwemo haya maji ambayo sasa tunayafanyia kuwa bandari, kama miujiza hivi akatuzungushia nchi bwana ambazo ni landlocked. Ndio. Mataifa kama manane ambayo hayana maji ambayo unaweza kuweka bandari, sisi akatupa huu mzigo hapa. Ni kwa namna gani tunayahudumia haya mataifa kwa ufanisi, yasije akageuza shingo kuelekea mahali kwingine akatafuta upenyo hata kama ni mbali ili kupata huduma bora? Okay. Mtangazaji, kama nilivyoeleza awali kwamba tunajitahidi sana kuongeza ufanisi. Manake mteja anachokitaka kwanza kutabirika kwa huduma na gharama, lakini muda wa kumhudumia uwe ni mfupi, lakini kingine ni kwamba kuwe kuna usalama wa mizigo yake na vitu vingine vya namna hiyo. Hivyo lakini kuwe na connectivity, miunganiko kati ya bandari yetu na hizi nchi ambako hawa wateja wanatoka. Sehemu kubwa ya hivyo vitu vipo. Tunachokimalizia kikubwa sasa hivi ni kuzipanua zaidi bandari ili tusije tukashuka kwenye ufanisi. Kama tunasema meli za container zinaingia moja kwa moja bila kusubiri, basi hatutaki turudi nyuma. Na unaweza vipi? Kwa sababu wateja wanazidi kuongezeka, kwa hiyo ni lazima upanue bandari. Lazima upate rasilimali fedha uweze kupanua zaidi bandari. Kwa hiyo nchi hizi tumeendelea kuzihudumia na tumeshuhudia wenyewe sisi mamlaka ya usimamizi wa bandari kwamba wateja ambao wamekuwa wakitumia bandari nyingine wanahamisha mizigo au wanahamisha zile ruti zao za kiusafirishaji katika usharoba wetu. Kwa hiyo karibuni tu hapa nimepata ombi kutoka kampuni mbili za meli. Moja hapa naweza nikahitaji ni kampuni ya Messina ambao wako tayari sasa kushusha mizigo ya Mombasa katika bandari ya Tanga,
kwa sababu wanaona kuna urahisi wa kufanya hivyo, lakini isingekuwa rahisi kama tusingechimba ile njia, kama tusingeimarisha zile gati na kuweka maeneo ya kuweza kuhifadhi mizigo. Lakini tunachokijua ni kwamba mizigo mingi ya Tanzania ilikuwa ikishushwa Mombasa, kitu ambacho kinaenda kikipungua. Hatuwezi kukisemea moja kwa moja kwamba kimeisha, kwa sababu hii ni process. Ni kitu ambacho kinaenda kikifanyika. Kwa hiyo maendeleo na matokeo tumeanza kuyapata. Kwa hiyo nikiangalia tumetoka kuhudumia tani milioni 7 za mzigo wa transit unaotaja, na sasa hivi kwa miezi 11 tumefikisha tani milioni 9. Maana yake ni kwamba tunazidi kuongeza mzigo huu, na hiyo inatokana na ufanisi. Lakini vile vile kuna hatua ambazo tunachukua, na niseme kwamba serikali tunaishukuru sana kwamba tumeanza kujenga bandari ya Kigoma, eneo la abiria na eneo lile la mizigo. Lakini vile vile tumepata wawekezaji ambao wanatengeneza meli 4. Ninavyoongea sasa hivi meli hizo zinaunganishwa Karema za mizigo. Maana yake sasa mzigo mkubwa wa upande wa kaskazini mashariki zaidi mwa DRC ambapo tulikuwa hatuhudumii, muda si mrefu tutaanza kuhudumia Karema. Ndio zinatengenezwa Karema, lakini meli zitakuwa zinafanya kazi kwa bandari ya Karema na bandari ya Kigoma, zikipata mzigo kutoka Kalemi, lakini vile vile kutoka bandari za Burundi. Kalemi ni upande wa DRC, utakuja mpaka Kigoma, tutasafirisha kwa DRC mpaka Dar es Salaam, au kwa magari mpaka Dar es Salaam na kusafirisha. Hiyo maana yake itapelekea kuongezeka zaidi kwa mzigo huu wa transit. Lakini kingine ni kwamba kazi nyingine zinazofanywa na serikali kama ujenzi wa reli ya SGR, maana yake inatoa matumaini makubwa sana kwa wasafirishaji kwamba sasa Tanzania utaweza kusafirisha mzigo wako kwa urahisi sana. Kwa hiyo na wenyewe wameanza sasa kuhakikisha kwamba wanatafuta maeneo, wanaanza kuyatengeneza kwa ajili ya kuhifadhi mizigo, na wakianza kuhamisha mizigo kwa kutumia barabara zilizopo na reli iliyopo wakati wakisubiria hiyo SGR. Lakini niseme tu kwamba amani na ambayo tunayo, usalama ambao tunao, kwamba usalama wa kusafirisha kopa kutoka Tunduma mpaka Dar es Salaam ni mkubwa sana kushinda kusafirisha kopa ndani ya baadhi ya nchi. Kwa mtu ana uhakika ukishaingia Tanzania basi usalama upo na mzigo utafika bandarini, utaondoka. Kwa hiyo pia imepelekea kuongezeka zaidi kwa mzigo. Tumefungua ofisi katika hizi nchi zote ili tusaidie katika kuratibu mahusiano yetu ya kiusafirishaji na nchi hizi, na baadhi ya nchi kama DRC tumefungua ofisi 2. Hiyo pia ni kwa ajili ya kuwajali wateja wetu hawa kutoka hizi nchi ambazo zinatumia bandari zetu ili waweze kusafirisha kwa urahisi zaidi. Umetaja tumeingia sana baharini, twende kwenye upande wa maziwa yetu ulipo. Umeshasema kuhusiana na bandari ya Kigoma na Karema. North Mwanza, lakini pia na Mwanza South na maeneo ambako kote mna mipango kwa upande wa maziwa huku nako hali ikoje? Kama nilivyoelezea kwa upande wa ziwa Tanganyika, ambapo nilikwambia kwamba tunashirikiana na wawekezaji kuijenga bandari ya Kigoma iwe ya kisasa zaidi, tuongeze eneo la kufanyia kazi, tuiunganishe na reli. Lakini bandari hizi bila kuwa na meli pia ni kitu ambacho bila kuwa na meli kwenye maziwa haya inakuwa kidogo ni ngumu kwa zenyewe kufanya kazi. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wenzetu kampuni ya meli, wote tumekuwa tukitafuta wawekezaji ambao wanaweza, au Watanzania ambao si Watanzania, wanaweza wakaweka vyombo ambavyo vitakuwa vikisafirisha mzigo. Kwa upande na bandari ya Karema tumekwisha kuimaliza, lakini tuna bandari nyingine inaitwa Kasanga na yenyewe tumekwisha kumaliza. Ni bandari zetu kubwa katika ili ziwa Tanganyika. Zote hizo mategemeo ni kwamba tutakapokuwa na meli, tutakapokamilisha meli zetu zote, tutaweza kusafirisha mzigo na kupitia katika bandari hizo. Lakini kwa sasa hivi zinafanya shughuli kwa kutumia vyombo vidogo vidogo. Kwa upande wa ziwa Victoria tunaikamilisha bandari ya Kigoma ya Bukoba na Kemondo, lakini bandari pia ya Mwanza North na tunategemea kuanza kuitengeneza Mwanza South. Zote hizo
tukiongezewa na ujenzi wa meli mpya ambao unafanywa na kampuni yetu ya meli, mategemeo ni kwamba tutaanza kusafirisha abiria pamoja na mizigo yao kupitia bandari hizo. Lakini tuna encourage sana pia wawekezaji wa kuweza kuweka meli za mizigo, kwa sababu kwa mzigo wa Uganda tunahudumia 3% hadi 4% tu. Mategemeo ni kwamba tutakapokuwa na vyombo katika ziwa Victoria tutaongeza kiwango tunachohudumia, lakini kukamilika pia kwa SGR kutasababisha kwamba tuhudumie mzigo mkubwa zaidi, kwa sababu mzigo ule utasafirishwa kwa bei nafuu zaidi kushinda ambavyo unasafirishwa kutoka katika bandari nyingine. Upande wa Ziwa Nyasa tumeanza ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay. Mategemeo yetu bandari hiyo pia itatusaidia kufanya biashara zaidi na nchi ya Malawi, na kama mnavyofahamu kule kushirikiana na wenzetu wa kampuni ya meli wanazo meli mbili pale ambazo zinaweza zikakuza biashara kati yetu sisi pamoja na nchi ambazo tunapakana nazo kule kama Malawi, lakini vile vile hata kwa bandari ambazo zipo ndani ya ziwa hilo Nyasa kama Ndumbi, Mbamba Bay, huku Kyela, zote meli hizo zitakuwa zikitumika kusafirisha mizigo. Naam, kwenye masuala ya bandari kavu, Kwara tumekuwa tukiona namna ambavyo imeanza operation pasi na shaka, na kilio cha wana Dar es Salaam wakifikiria foleni ambayo inatoka pale bandarini ipige barabara ya Mandera hii kwenda Kimara itoboe mpaka huko. Wanasema hao jamaa wanafanya nini? Watusaidie mapema tuondokane na hii tabu. Kwenye masuala ya bandari kavu mko katika hatua gani, tukiacha Kwara na maeneo mengine kama kule mlikuwa pasi na shaka pia na jambo la kufanya? Kuna maeneo mengine ya kimkakati ambayo Tanzania wangepaswa kuijua ili watu wa bandari mnaposimama kitoka tu kwenye maziwa na bahari huku nchi kavu mnasaidiaje? Kwanza issue ya bandari kavu inahusisha huduma za kibandari lakini na biashara sasa yenyewe. Kwa mfano, inawezekana mzigo wa mtu unaenda Kariakoo, utakapotoa upeleke Kwala, ni lazima kuwe kuna manufaa ambayo yule mtu wa Kariakoo anayapata kwa mzigo wake kukaa Kwala. Kwa mfano, sasa hivi tumepunguza kabisa gharama za uhifadhi. Inawezekana tukaziondoa kabisa katika bandari ya Kwala, iwe ni gharama tu za kusafirisha. Ukimpunguzia ile gharama ya kutunza mzigo, kama yeye hakuwa tayari kutoa ule mzigo bandarini, maana yake Kwala itakuwa ina maana kwake. Mzigo ule wa transit au mzigo unaoenda mikoani unaosafirishwa kwa barabara, labda mikoa hii ya kaskazini au labda ni Mbeya ambao wanatumia barabara kubwa Morogoro, ukiupeleka Kwala kwake itakuwa na maana. Vitu hivyo ndo tunavifanya sasa hivi, kwamba mtu anapoacha mzigo wake kwa muda mrefu, badala ya kuacha ili uendelee kuweka storage charges katika bandari yetu, eneo la bandari yetu, tunausafirisha tunaupeleka Kwala. Yeye atakuja kulipa tu ile transfer fee, badala ya kumchaji $5,000 unaishia kumchaji $300, $350 kwa fedha za Kitanzania. Lakini mategemeo yetu ni kwamba Kwala iwe ni kituo, na tumegawa kwa nchi zote maeneo pale, iwe ni kituo ambacho wanaweza wakahifadhi mizigo yao, wakaiweka kwenye makontena, wakaleta bandarini, au wakawa na matumizi mengine katika maeneo hayo, iwe kama vile ni logistic park. Lakini tuna bandari zetu nyingine, bandari kavu nyingine, na sehemu kubwa bandari hizi tunategemea kuhusisha sekta binafsi katika uendeshaji wake, kwa sababu unakuwa una shughuli nyingi sana ambazo si zile ambazo tunazifanya za kupakia au kupakua kwenye meli, lakini ni shughuli labda za kufungua makontena, kutoa mizigo isafirishwe kama luzi, au kuna makontena kuweka mizigo, labda kuna kuskani mizigo, vitu vya namna hiyo tunategemea vifanywe katika maeneo kama hayo. Kwa hiyo ile kwamba kuna uhitaji wa kumuhusisha mteja kwenye kutumia bandari kavu ndiyo kitu kikubwa kinaweza kikasababisha bandari fulani itumike au isitumike. Kwa mfano kama Ihumwa, inaweza yenyewe tunategemea kuwa na bandari kavu Ihumwa, Dodoma. Ile
Kwa sasa hivi itatusaidia kwa sababu tutachukua sehemu kubwa ya mzigo, tutausafirisha mpaka Ihumwa. Tunategemea kuanza mwezi wa 7. Ihumwa Dodoma, maana yake clearance itafanyika kuanzia Ihumwa Dodoma. Kwa hiyo mtu badala ya kutumia masaa 48 kwa lori kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, sasa hivi mzigo wake utafika ndani ya masaa 4, kwa sababu ndio muda ambao SGR inasafirisha mpaka pale. Then pale shughuli itafanyika. Shughuli itaanza kufanyika. Lakini kama mzigo ule unaenda Rwanda, basi na SGR ikawa imekamilika mpaka Rwanda, asingependa mzigo wake ushuke Ihumwa. Kwa hiyo kinachotangulia ni matakwa ya mteja zaidi kushinda matakwa ya bandari kavu fulani zilizotumika. Kwa hiyo kunapokuwa na msongamano mkubwa, ndio pale ambapo tunasema tuchukue mzigo. Ilianza hata ICD zilianza kwa staili hiyo, kwamba msongamano ulikuwa mkubwa bandarini, ndipo lilipokuja wazo la kuzianzisha hizi ICD ambazo zinaendeshwa na watu binafsi. Lakini kama mzigo ulikuwa mzigo ni wa transit, unaenda kwa mfano labda ni Burundi, Rwanda, ukafika akawa yuko tayari kuutoa na treni iko tayari kuusafirisha mpaka Kahama, si lazima upeleke kwenye ICD. Kwa hiyo kinachotangulia ni matakwa zaidi ya mteja, lakini yupo mteja ambaye anaweza akasema mzigo wangu nataka upeleke kwenye ICD. Ni pale hiyo ndio inavyofanya kazi. Kwa hiyo niseme tu kwamba maeneo haya yote haya ya bandari kavu yanahitaji mwamko mkubwa wa kibiashara wa wateja kuweza kuyafanya, na sisi kama mamlaka usimamizi wa bandari tupo tayari kuyatoa maeneo haya yote kwa waendeshaji ambao watafuata taratibu zetu, taratibu za kikodi ambazo zinakuwa na TRA na taasisi nyingine za serikali, ili waweze kufanya biashara hiyo. Na pale ambapo tutaona kwamba tukimpa mtu huyu then kutakuwa kuna kukosekana kwa uwiano wa kibiashara, then pale ndio tutakapoingia sisi wenyewe kwenye usimamizi, kwa sababu unaweza ukampa mtu mmoja akawa na advantage dhidi ya wengine au akaanza kuweka bei za juu na vitu vingine. Hapo hilo ni jambo jema, ni fursa pia pasi na shaka kwa wale ambao wanaweza kufanya hizo shughuli, na tunategemea kuitoa zaidi kwa Watanzania. Naam. Wakati tukielekea mwisho, Mbossa, mifumo kusomana, TRA na TPA ninyi ni marafiki wa dhati sana kwenye hizi shughuli za uendeshaji wa bandari. Uhusiano wenu hapa, walau tukizungumza hii kwa dakika moja ili maisha yaende vizuri, mtu akishawasiliana na TRA kama na mzigo wake bandarini, basi mambo yaende bila chenga. Kweli sasa hivi mifumo inasomana. Mfumo wa single window wote tumejiunga, na hilo linaweza likathibitishwa na wale wanaotoa mizigo bandarini. Mifumo sasa hivi inasomana. Ilikuwa ni maelekezo, lakini vile vile ilikuwa ni takwa la muhimu katika biashara hiyo, kuwapunguzia watu ile bugdha ya kuwa na mfumo huu na kuingiza tena kwenye mfumo huu. Sasa hivi mifumo inasomana. Kuna muda fulani katika mitandao ya kijamii watu wakawa na lilia mizigo yao kwamba muda mwingine mizigo yako umeagizwa unafika bandarini, unakwenda mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, usione mizigo yako. Upotevu wa mizigo, hali ikoje kwa wakati huu? Kwa kipindi hiki hatujasikia kuhusu upotevu wa mizigo. Kuna yanayotokea kidogo kwamba labda wakati mwingine labda labda ni gari limetoka linaenda kwenye bandari kavu binafsi ya magari, katikati ya njia kuna mtu akachukua kifaa au akafanya hivi nini, lakini tunawasimamia kwa ukali sana waendesha bandari hizi kwamba inapotokea tatizo kama hilo ni lazima wahakikishe kwamba limerekebishwa haraka, na vile vile usimamizi uwe mkali katika kiwango kinachopelekea kwamba matatizo hayo yaondoke kabisa. Siwezi kusema kwamba unaweza ukawa na sehemu ambapo hakuna crimes, hasa kwenye shughuli kubwa kama ile. Always watu wa hivyo wanakuwepo. Lakini niseme kwa sehemu kubwa sana tumedhibiti. Tumeweka mifumo ya ulinzi ya kisasa, tumeweka kamera. Hawa wenye ICD wote kabla kuwapa kibali tunahakikisha kwamba wana mifumo ya ulinzi ambayo ni mizuri zaidi, na ndio maana hutasikia sasa hivi kwamba kuna wizi mkubwa kama ambavyo ilikuwepo miaka ya 2008, 2009, 2010. Ilikuwa ni tatizo kubwa sana. Sasa hivi tu hivyo kwa sehemu kubwa vimepungua. Kwa hivyo kuna wizi wa makontena, vinaweza vikatokea labda sehemu nyingine, lakini
kwa bandarini, hata kama mtu amekifanya kitu kama hicho ni rahisi kukipata mara moja, lakini tunazidi vile vile kuimarisha, kwa sababu unapodhibiti na wao ndivyo ambavyo wanajipanga. Kwa hiyo siwezi kusema leo hii kwamba hilo swala kwamba halitatokea, no, wanafanya na sisi tunazidi kujipanga na kurekebisha kuhakikisha kwamba tunakuwa salama zaidi. Kuna muda sifa zikawa zinaenda kwa washindani wenu katika ukanda, akisema Mombasa wanakutajia sifa za Mombasa, Beira Msumbiji atasema sifa za Beira, Durban South Africa zikatajwa sifa zote hizo. Sasa hizo unaweza kusimama ukasemaje hata washindani waje, ninyi TPA shughuli yenu ikoje? Mi niseme tu kwamba ni rahisi sana kwa kwetu, ni rahisi sana ukasemwa sana pale unapokosea, lakini si pale ambapo unafanikiwa dhidi yao. Nimetoa mfano kama leo kuna transshipment ambazo zinataka sasa za Mombasa zishuke kwetu. Hatuna utamaduni kama TPA, hatuna utamaduni wa kuwasema wenzetu ili tufanikiwe. Tuna utamaduni wa kufanya kazi sana ili tuweze kusahihisha makosa yetu. Huo ndio utamaduni wetu. Na utamaduni ambao tunaamini ndio wa serikali yetu, kwamba kuhakikisha kama ni miundombinu tunajua kabisa kuna uhitaji mkubwa, basi tujenge haraka ili tuweze kuwahudumia watu vizuri zaidi. Yale ambayo ni mapungufu tunaweza kuyaadress, lakini tunachoweza kuahidi kwamba na si kwa bandari peke yake, hata ukiangalia kwa sehemu kubwa uchumi wetu, jinsi unavyokuwa uchumi wetu ni kutokana na juhudi kubwa zinazofanywa na kila taasisi. Na sisi kama mamlaka ya usimamizi wa bandari tunaendelea kujitahidi. Lengo letu ni kupambana kwa kiwango kikubwa na changamoto zetu, kuhakikisha kwamba tunazipunguza vile tunavyoweza. Eventually kwa kuzipunguza tutasaidia kukuza uchumi wetu na kuziwezesha shughuli nyingine za kiuchumi kufanyika kwa urahisi. Naam, tukihitimisha kabisa, Mkurugenzi Mkuu Mbosa, kuna watu wakawa wanasema sisi hata yani ufanisi ukiwa mkubwa, bandari zetu zikianza kufanya kazi vile inavyotakiwa effectively kwa 100% katika ubora, tunaweza tusifanye kazi nyingine yoyote, bandari tu ikaendesha maisha. Sema na hao watu wa aina hiyo na mategemeo yenu, matarajio yenu katika kutenda kwa namna ambavyo Watanzania wanakutazameni. Kwanza niseme shughuli ya bandari ni ambayo ikifanyika kwa ufanisi mkubwa ina manufaa makubwa sana ambayo yana reflect kitu ambacho nakisema. Hapa sehemu kubwa tumeongelea mapato ya kifedha na vitu vya namna hiyo, lakini hatujaongelea multiplier effect ya shughuli za kibandari. Kwa mfano, mtu akiwa na malori 100 anajulikana huyu mtu yuko vizuri na kwamba ana uwezo mkubwa sana, lakini nikwambie meli moja inayokuja na tani 50,000 ule mzigo unabebwa na malori 2,000. Hivi ninavyoongea kuna uhaba mkubwa sana wa malori kubeba mizigo kutoka hapa kwenda kwenye hizi nchi ambazo tunazihudumia. Lakini imetokana na nini? Imetokana na kuimarika kwa shughuli za bandari. Lakini kwa mimi ninavyoangalia, tulichokiimarisha au hatua ambayo tumeifanya inawezekana isifike hata 25% au 30%. Bado tuna nafasi kubwa ya kufanya mabadiliko. Mabadiliko yanapofanyika yanaendana na kuongeza mapato kwa kiwango kikubwa sana. Na sehemu nimekutembelea bandari moja ya Antwerp, sehemu kubwa ukipita mtaani kule wana matangazo ya kazi, kwa sababu shughuli ni kubwa sana. Ni moja kati ya eti kubwa za kuingia mainland Europe. Kwa hiyo mizigo na kwa hiyo sisi kwanza ni gateway, yani kwamba ni sehemu ambapo pa kuingilia, lakini tunaweza tukafanya mzigo wa transshipment, yani mzigo unaenda kwenye bandari nyingine ukawa unashushwa hapa kwetu. Lakini vile vile tunaweza kukuza viwanda, vile viwanda ambavyo vinahitaji bandari tunaweza kukuza kwa kiwango kikubwa sana. Lakini tuna shughuli nyingine, tunaweza tukawa tunazo bandari ambazo zina repair meli, kuna ile kupata insurance za meli zile, kuna kiwango cha ubora wa meli natakiwa kuwa nayo. Hatuna, wakati mwingine tunasafirisha kwenda nchi nyingine, lakini ukanda wote bado tuna nafasi hiyo. Kuna bandari za uvuvi ambazo huhitaji kwenda meli, unahitaji kuwa na viwanda vya kuprocess samaki, lakini tuna eneo kubwa kuna bandari, vitu kama bandari za uvuvi. Vitu vyote hivyo hapo ndio vinapelekea mtu kusema kwamba shughuli ya bandari peke yake inaweza kusababisha kwamba sisi tukaweza kujitegemea na kuwa
vizuri zaidi kama ambavyo maono ya serikali yetu na maono ya rais wetu. Naam, nikushukuru sana Mbossa kwa kuja na kutufahamisha haya yakina kuhusiana na ufanisi na utendaji wa bandari. Asante sana kwa kuja na tukutakie kila la heri. Gawio lizidi zaidi na mambo mengine kuhudumia Watanzania na wakazi wa dunia wanaokufikia. Asante sana. Ni Placidus Mbossa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA. Pasi na shaka umekuwa ni wakati mwema kwako kuyafahamu yaliyojaa kwenye bandari za Tanzania na kwa namna gani walivyojipanga kuendelea kuendesha maisha haya ya kibandari kuhudumia Mtanzania na mkazi yeyote wa dunia ambaye atakuwa anatafuta huduma za bandari kutoka hapa nchini Tanzania. Nikushukuru sana kwa kuungana nasi katika tunatekeleza hivi leo tukiyasaidia haya ya TPA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na kwa niaba ya mtangazaji mwenzangu Eshe Mwidini katika tunatekeleza, mimi ni Esero Mafuru. Endelea kutazama TBC1 katika vipindi vingine vinavyofuata.